Hallelujah. Chane hallelujah. Amen. Iminota bampaye ubu nyine nibwo igitangira nibwo ntangiye kubara. Ndipo nimeanza kusabu. Iriya yindi yari y'indirimbo. Hallelujah. Hallelujah. Imana yo mu ijuru ihimbazwe ko tunezerewe. Mungu apewe sifa kwa kuwa tumefurahi. Turashima Imana iduhaye guterana kwera. Shukuru Mungu aliyetupa kuweza kuhudhuria kutakatifu. Kandi kabiduhaye no kunezerwa. Na akawa ametupa kufurahi. Ruboneka nadusomere ijambo ry'Imana. Oneka tusomee neno la Mungu. Arasoma igitabo c'Abaefeso. Tasoma waraka wa Paulo kwa Waefeso. Igice ca 6. Sura yake ni ya 6. Murongo waho wa 17. Mstari wa 17. Soma uwo murongo wonyine. Tasoma mstari huo peke yake. Andiko Paulo yandikiye Abaefeso. Waraka wake Paulo kwa Waefeso. Igice ca 6. Sura yake ya 6. Murongo waho wa 17. Mstari wa 17. Abaefeso igice ca 6 murongo wa 17. Bibiri yavuze ngo mwakire agakiza kababere ingofero, mwakire n'ingota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Amen. Amen. Urakoze Imana iguhumugisha. Mungu akubariki. Turashima Imana ko yatugejeje hano amahoro. Shukuru Mungu ametufikisha hapa salama. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Turashima Imana ku ikaze mwaduhaye. Shukuru kwa ukaribisho. Mwagize neza. Mmefanya vizuri. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Mungu awabariki. Abayobozi duciye bugufi viongozi tunanyenyekea kwa ajili yenu. Turabubashe cyane. Tunawaheshimu sana. Mwagize neza Imana bahumugisha. Mungu awabariki sana. Ndashima Imana kuri bene data twagendanye. Nashukuru kwa ajili ya ndugu ambao tumetembea na wao. Pastor Imana imuhumugisha. Pastor Mungu ambariki. Kubwo kwemera kugendana natwe. Kwa kukubali kutembea pamoja nasi. Yagize neza. Umefanya vizuri. N'abavandimwe Imana bahumugisha. Ndugu pia Mungu awabariki. Ndashima Imana kubana n'abavuga ubutumwa batandukanye tugenda duhurira ahandi hatandukanye. Shukuru Mungu kwa kuwa na wainjilisti tofauti ambao tunapatana sehemu mbalimbali. Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Hallelujah. Hallelujah. Cyane hallelujah. Hallelujah. Turanezerewe cyane. Tunafurahi sana. Umuvuga butumwa Imana imuhumugisha. Mhubiri Mungu ambariki. Atuganiriye neza. Ameweza kuongea vizuri. Imana imwongerera amavuta. Mungu amuongezee mafuta. Nta kindi dukwiriye kwirata. Hakuna kingine cha kuweza kujisifia uretse umusaraba wa Kristo Yesu. Isipokuwa msalaba wa Kristo Yesu. Ejo bundi naratekereje. Juzi nimefikiria. Bwira Imana ngo nkeneye guhishurirwa imbaraga z'umusaraba. Nikamwambia Mungu nataka kufunuliwa nguvu za msalaba. Menye agaciro k'umusaraba. Nijue thamani ya msalaba. Kuko agaciro kacu abakristo. Kwa maana thamani yetu wa Kristo. Nukuvuga ko nta handi gakomoka. Ni kusema hakuna pahali pengine inatokana. Ni ku musaraba. Ni kwa msalaba. Niho itangiriro ry'urugendo rwacu rw'abakristo. Hiyo ndiyo mwanzo wa safari yetu wa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Ku musaraba niho ruza ruhera. Msalabani ndiko safari inaanza. Nukuvuga ngo nta kindi dukwiriye kwira. Hakuna kingine tunaweza kujivunia. Uretse umusaraba wa Kristo Yesu. Isipokuwa msalaba wa Kristo Yesu. Ariko abwiriza natekereje intumwa. Akihubiri nimefikiria mitume. Ngo bagaza batoteza cyane. Walikuwa wanawatesa zaidi. Kandi ngo bakabahora kuvuga izina rya Yesu. Na walikuwa wanawatesa kwa sababu ya jina la Yesu. Bakabwira ati nyamuna turabingize. Anawaambia tafadhali tunawasihi. Mukore ibindi zose. Fanyeni mengine yote. Ariko ntimwongere kuvuga iryo zina. Lakini msiseme kwa jina hili. Ariko ngo bakamasura bakavuga rya zina. Lakini wanasema jina tena hilo. Kwa bari bazi imbaraga ziri muri iryo zina. Kwa maana walikuwa wanajua nguvu za jina hilo. Hakuna kingine cha kujisifia. Bagaza biratawaro bakirata n'inkoni bakubiswe. Walikuwa wanajivunia hata fimbo walizochapwa. Hallelujah. Hallelujah. Natwe ico dukwiriye kwirata. Na sisi kile cha kujisifia n'umusaraba wa Kristo. Ni msalaba wa Kristo. Si amafaranga. Si pesa. Si ibindi byinshi bidukikije. Si mengine yanayotuzunguka. Ahubwo n'umusaraba wa Kristo. Bali msalaba wa Kristo. Muri zero bango nzaje ndirimba urukundo rw'umukiza. Mbaji amesema nitakuwa naimba upendo wa Mwokozi. Iliyonitoa gizani. Zazanirata umusaraba wa Yesu. Nitakuwa najisifia msalaba wa Yesu. Aliyekuwa tumaini langu. Hallelujah. Hallelujah. Mani muhumugisha. Mungu ambariki. Cyane hallelujah. Hallelujah. Natekereje ko tuganira hejuru. Nimefikiria tuzungumze juu yo guhishurirwa ivyanditswe. Kufunuliwa maandiko. Guhishurirwa ivyanditswe. Kufunuliwa maandiko. Na bitekereje cyane. Nimeweza kufikiria sana. Tekereza hejuru yo guhishurirwa ivyanditswe. Nikafikiria juu ya kufunuliwa maandiko. Nasanze hari abagabo bagiye bahishurirwa ivyanditswe. Kuna waume waliofunuliwa maandiko. Kandi bagira umumaro.
na wakawa na faida. Umugabo wahishuriye ibyanditswe Na aliyefunuliwa maandiko tazaja kugatorera. hawezi enda kwa mambo ya Iyo dunia. wamaze guhishurirwa ibyanditswe Ukiwa umefunuliwa maandiko. umunsi umwe Rugagaza ari mu nama y'abandi Siku moja Pastor Rugagaza alikuwa kwa kikao cha jamii yao. bakomeza kuvuga nyine hejuru y'inama y'umuryango. Wakaendelea kuzungumza juu ya jamii ya familia. Ivyo bavuze ngo baramaza tese wowe ivyo kora byumva. Yale wamemwambia wakamuuliza, je, wewe unasikiaje? Ngo yamavuga ngo bareke arebe ko hari ico Paulo yabivuze. Akasema wacha niangalie kama kuna kile Paulo amesema. Hallelujah. Amen. Abo n'abagabo bari barahishuriwe ivyanditswe. Hao ni waume ambao walikuwa wamefunuliwa maandiko Bamenya ijambo ry'Imana. na wakajua neno la Mungu. Mureke uyu mugoroba Imana iduhishurire ivyanditswe. Waacha jioni hii Mungu atufunulie maandiko. Nizo mbaraga z'umukristo. Kwa maana ndizo nguvu za Mkristo. Umugore wahishuriwe ivyanditswe. Mwanamke aliyefunuliwa maandiko kuja muri musheni. hawezi kwenda kwa masengenyo. Tiyogararamba mu rugo. Hawezi kuwa msumbufu Iyo nyumbani. wahishuriwe ivyanditswe. Ukiwa umefunuliwa maandiko Uzuca bugufi. unanyenyekea. Ubundi ivyanditswe vyera. Maandiko matakatifu Ni impumeko y'Imana. hiyo ni pumzi ya Mungu. Ni Imana ibiri kwihumeka Ni muri Mungu aliyepumua maandiko. Nukuvuga ko ivyanditswe Maandiko ni imvugo y'Imana. hiyo ni msemo wa Mungu. Niyo mvugo Imana izivugira. Ndiyo lugha Mungu ananena. Iyo turiko dusoma ivyanditswe. Tukisoma maandiko Tuba turiko dusoma ijambo ry'Imana. tunasoma neno la Nukuvuga ngo Mungu. tuba turiko duhishurirwa Imana. Tunafunuliwa Mungu. Tuba turiko twumva Imana. Tunamsikia Mungu. Iyo usoma ivyanditswe. Ukisoma maandiko Warangiza Imana ikabigishura. alafu Mungu akufunulie Ukavyumva. na uweze kusikia. Kujya n'Imana mama amuvuga. Ni Mungu mnaongea naye. Imana ntimuzahura mu muhanda iri kwigera. Mungu hamtapatana naye barabarani akitembea. Cyangwa mu wawe iguteguze kubwira ngo Ama aje kwako akuandae akwambie hivi. Imana tuzatuyibonera mu vyanditswe. Bali Mungu tunamuona kwa maandiko. Kuko biri zivuga ngo ivyanditswe vyera. Kwa maana Biblia inasema maandiko matakatifu Zahumetswe n'Imana. imeweza kupumziwa na Ngo Mungu kandi bigira umumaro na ina manufaa wa kutwigisha. kwa kutufunza Ngo no kudutunganya. na kuweza Ngo kutuelimisha, kugira ngo umuntu w'Imana kutuandaa ili mtu wa Mungu abashitse awe kamili afite kweli, ibimukwiriye. awe na yale Ukuvuga ngo yanayomfaa. ijambo ry'Imana Neno la Mungu niryo riza ridutunganya. ndilo linalotuandaa. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu niryo riza rituma tubaho dushitse. ndilo linatufaa tuweze kuishi tukiwa kamilifu, tukiwa na yanayotufaa yote. Ariko ijambo ry'Imana Lakini neno la Mungu niryo abantu badahaye agaciro. ndilo watu ambao Abantu hawalitamani. bitaye kubi. Watu wanajali mambo Ariko mengine, kwita ku ijambo ry'Imana lakini kujali neno ni bake bitaye ku ijambo ni ry'Imana. wachache ambao wanajali Urimo neno. gusanga mu ndirimbo Unapata kwa nyimbo twese duhagaze, sote tumesimama, twese tukabira ivyuya, sote tunakuwa na twese tugasirimba, sote mu tunacheza, ndirimbo twese nuko, sote tuko kwa ariko nyimbo, bagera umwanya w'ijambo lakini ry'Imana ikifika wakati wa neno la niwo Mungu mwanya abantu bazabona mu ndiyo muda ambao watu wanakosa, niwo mwanya abantu wanazuba, bazabitabisha ubusa, watu wanaenda kuitika simu bure, abantu baza basohoka nta ndipo gahunda, watu wanatoka bila niwo hata kuwa na mwanya abantu baza basinze. watu wanasinzia. Nukuvuga ko icyo tudahaye agaciro Maana yake kile hatudhamani ni ijambo ry'Imana. ni neno la Mungu, Ariko mureke ijambo rya lakini Kristo wacha neno la Kristo libe muri twe rigwe. likae ndani yetu likiwa limejaa. Tuzamure Yesu cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Ijambo rya Kristo Neno la Kristo libe muri twe rigwe. likae ndani yetu likiwa Kandi ngo limejaa rifite ubwenge na bwo, likiwa na hekima ndetse ngo rifite na n'imbaraga likiwa na nguvu, kugira ngo tubashe guhugurana. ili tuweze Kuko ni kuelimishana, inkota y'umwuka. kwa maana ni panga Mwakira la Roho. inkota y'umwuka. Pokeeni panga la Ariyo Roho, jambo ry'Imana. na ndiyo neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rizarire. Neno la Mungu wanga linaunda. Uburiya Kwa hivyo tanu wa kwizera Imana hakuna anaweza kumwamini Mungu atishingikirije ku byanditswe. bila kuwa na msingi wa Kuko Imana maandiko. tuba tuyibonera mu ijambo Mungu ryayo. tunamuona kwa neno lake Kugira ngo tubone Imana, ili tuone kugira Mungu, ngo twumve Imana, ili tusikie kugira ngo Mungu, tumenye imikorere ili y'Imana, tujue mtumishi ya kugira ngo Mungu, tumenye Imana ili tujue Mungu vizuri, biva mu byanditswe. inatoka kwa maandiko. Ariko Lakini abantu ntibabihaye agaciro. watu Muri iki hawadhamani, gihe abantu ntibavyitayeho. watu hawadhamani. Ariko igisirimba, Lakini kucheza n'abakecuru basigaye basirimba, na hata wale ambao hawajiwezi wanacheza, n'abasaza, na hata wazee n'abasore, na hata vijana n'abana batoya basigaye na basirimba. watoto wadogo wanacheza, Ariko ijambo ry'Imana lakini neno abantu ntibarihaye agaciro watu hawalidhamani, kubera kutariha agaciro. kwa maana ya kutodhamania neno. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Ndiyo sababu benshi bazavuga ngo ushaka ibitotsi uzofate Biblia. wengi wanasema ukitaka usingizi Biblia chukua ntizizana Biblia. ibitotsi, Biblia ilete ahubwo usingizi, Biblia izimara ibitotsi. bali Biblia umaliza Kuko iyo wasomye usingizi, ijambo kwa ry'Imana, maana ukisoma neno ukaryumva na ukarishura, kusikia na riza kufunuliwa, rikuryohera, wanga linakuwa ukumva tamu, ntiwocikira. unasikia uwezi Impamvu kuachilia. abantu bari mu kunanirwa Kwa nini watu wanakosa kusoma? kubera kudasoma Kwa ijambo. maana ya kutosoma Ese ubundi neno. wobasha gusenga gute Utaombaje utishingikira ijambo ry'Imana? bila kuwa na msingi wa neno Uvuge ngo biranditswe ngo na kusema imeandikwa? ijambo ryawe Mana riza Neno lako usema ubundi hivi. iyo turiko dusenga Tukiomba tuba dusenga Imana mu ijambo ryawe, tunaomba Mungu kwa neno lake tukavuga ngo Mana waravuze, na kusema Mungu umesema. mugire umwete wo kubana Iweni n'abantu na bose bidii ya amahoro. kuishi na watu kwa amani, Kandi iyo wamaze kumenya
na ukishafunuliwa hayo, tuzamure Yesu icyubahiro. Mani himbaza. Bwana utukufu. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana, Neno la Mungu mureke ribe muri twe likae ndani yetu likiwa limejaa, rifite ubwenge bwose. likiwa na hekima. Iyo wahishuriye ijambo Ukiwa ry'Imana, umefunuliwa iyo neno, wamenye ijambo ry'Imana, ukiwa umejua neno, tuzugira ubwoba. huwezi kuogopa. Ikiri mu gutuma abantu bagira ubwoba, Kinachofanya watu waogope nukubera kutagira ijambo. ni kwa sababu hawana Kandi neno, nikiri mu gutuma abantu na bagira kinachofanya watu ubwoba, wapotee nukudatunga ijambo rya kwa Kristo maana hawana neno la Kristo ngo barihishurirwe. waweze kufunuliwa. Umuntu azaza akakubwira ibyo afite, Mtu anakuja kukuambia kile siwe unacho by'ubuyobe, yale ya kuko kupotosha, yarayobye, kwa maana kubera ko amepotoka, asanzwe uri empty, kwa sababu nta amepata kintu uko na bure kimwe ufite muri na wowe, hauna jambo ndani yako, ugafata bya bintu, na unachukua akaba yale, ari byo ujana. na hiyo ndo Ariko unabeba. mureke ijambo rya Lakini Kristo wacha neno la Kristo ribe muri twe, likae ndani yetu likiwa limejaa. twakira ijambo ry'Imana, Tupokee neno la Mungu, ariyo nkota y'umwuka na ndiyo panga la Roho. cyane. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu natekereje Kuna vitu nimefikiria ijambo ry'Imana riza ridukorera neno la Mungu iyo utufanyie twamaze kurishura tukiwa tumefunuliwa ikatugeramo. na litufikie. Ikintu ca mbere, Jambo la kwanza, ijambo ry'Imana riza ridukorera neno la Mungu iyo linatufanyia twamaze kurishurirwa, tukiwa rikaza tumefunuliwa, rikaba muri twe, linakuja ndani kandi yetu rikaba muri twe rigwira. na linakaa ndani yetu likiwa limejaa. Ca mbere riza rikora. Jambo la kwanza, Haleluya. haleluya, Cyane haleluya. Hallelujah. Icya mbere riza ridukorera kwanza kinachofanywa riza rituma tugera ku masezerano na yacu. tufanye tufike kwa agano. Impamvu abantu benshi bari mu kubona nkaho Imana itagikora, Kwa nini watu wanaona Mungu hafanyi? ni ukubera kutizera ijambo Ni kwa ryayo. sababu hawaamini neno lake. Ariko iyo wizeye ijambo Lakini ry'Imana, ukiwa umeamini neno, umenya ko icyo Imana yavuze jua kile Mungu amesema kidashobora guhera. hakiwezi kukosa kutimia. Hakuna kile Niba kinazuia hari mpango wa icyo Mungu. Imana yakuvuze, Kama kuna kile Mungu amekwambia, izere ivyanditswe. amini maandiko. Inginga Imana cyane, Si Mungu sana, uyibwire ngo ma mwambie kuri Mungu, uyu musozi mbagaze, kwa huu mlima ambao keneye tumesimama, guhishurirwa ivyanditswe, nataka kufunuliwa kugira ngo maandiko mpore mbagaze, ili niweze ntegereje kusimama imara amasezerano. nikingojea Ubundi agano. amasezerano Imana itanga Agano Mungu hupeana, tugomba kuyategereza, lazima tungojee. ariko twishingikirije ku Lakini ijambo tukiwa ryayo, na neno la Mungu, ukamumenya neza ko unajua hakika iyo Imana igusezeranije, Mungu akikuahidi, nubwo vyogenda hagaca hata iweje miaka ipite, bizosohora. itatimia. Ivyo ngivyo ntiwobigeraho Hayo huwezi kufikia utizeye ivyanditswe. bila kuamini maandiko. Yosuwa igihe yatsimbuye Mose, Yoshua siku aliweza kumrithi Musa, Imana imubwira ngo atsimbure Mose, alipomgomboa Musa yagize ubwoba cyane, ameogopa, kandi hari impamvu zari muteye na kugira kuna ubwoba. sababu zimemfanya Yariko aogope. areba ngo ese Alikuwa anaona eti notsimbura Mose gute? nitaweza kumridhije Musa, Abanyesiraheli bari intagondwa, kwa maana Waisraeli walikuwa ni vichwa ngumu. Akasema hawa bonyumvira, watanitii, bobasha kunyumvira, watanitii. ariko Imana iramubwira, Lakini Mungu akamwambia, uzamure Yesu icyubahiro. Mani mpe Bwana himbaza. utukufu. Hallelujah. Imubwira amagambo, Akamwambia maneno, iramubwira ngo aya magambo, akamwambia maneno ngo haya, ntuzarorere kureka kuyavuga. usikose kuweza Yosuwa kusema. umunsi yizeye Yoshua siku ameamini nizo maandiko, zabashoboje kugira ngo bagere muri ndiyo Kanani. imewawezesha kufika Iyo Kanani. twizeye ivyanditswe, Tukimeamini maandiko, biza bitugeza ku masezerano. utufikisha kwa agano. Haleluya. Hallelujah. Cyane haleluya. Haleluya. Ukuvuga ngo iyo twavyizeye Ni kusema tukiamini bikaza bikaba muri twe biguye. na kuja kukaa ndani yetu Ijambo likiwa limejaa. ry'Imana rikaba muri twe biguye. Neno la Mungu likae ndani yetu Rifite ubwenge bwo, likiwa na hekima yote, rifite imbaraga, likiwa na nguvu, riza ritugeza ku masezerano yacu. kutufikisha kwa agano zetu, Tugakandagira mu masezerano na yacu. tunakanyaga kwa agano zetu Tutarambiwe, bila kuchoka, tudacitse intege. bila kukata tamaa. Hano hanze Hapa nje ibiduca intege ni yanayotukata tamaa ni hariho mengi. ibintu byinshi biduca Kuna mambo mengi yanatukatiza tamaa, Ariko yanayotushinda iyo ni mengi. bisanze dufite ijambo Lakini rya tukiwa Kristo, na neno la Kristo ari ryo nkota y'umwuka, na ndiye panga ya Roho, riza rituma dutegereza. utufanya tungojee. Ikintu ca kabiri, Jambo la pili, haleluya, haleluya, cyane haleluya, haleluya, ijambo ry'Imana neno la Mungu iyo twarihishuriwe tukiwa tumelifunuliwa niryo riza riduha icitegererezo ndilo utupa mwelekeo c'ico tugomba gukora, la kile tutakachofanya, cyangwa se cyabo tugomba kubaho. ama ya watu ambao tunataka kuwa wale. Natekereje Dawidi Nimefikiria Daudi igihe ngo yariko asezera Salomo, siku alikuwa akimwaga Dawidi Sulemani, yatekereje kubakira Imana inzu. amefikiria kumjengea Mungu nyumba. Imana iramubwira ngo utekereje Mungu neza, akamwambia umefikiria vema, ariko iyi nzu ntuzoyubaka. lakini hujengi nyumba hii. Ariko Dawidi ngo yamagura ibikoresho, Lakini Daudi akanunua igihe vifaa. ariko aheza Salomo icitegererezo, Wakati alikuwa anampa aramubwira Sulemani, ngo iki citegererezo ndiko alikuwa anampa kile atakachoangalia. Akamwambia nimetoka kwa maandiko, icitegererezo cy'uko tugomba kwitwara, kielelezo ya kile vile icitegererezo tunavyoenda, cy'uko tugomba kwitwara, vile tunafaa kujichukulia, icitegererezo cy'uko tugomba kielelezo ya vile tunafaa kutembea. Hakuna pahali pengine katika neno la Mungu. Saa zile tumefunuliwa, ukiwa na neno, uanga linakuandaa ili mtu wa Mungu awe akamilifu, akiwa na vinavyomfaa vyote, na kufaa vile unatembea, vile unafaa kujichukulia. Neno la Mungu utufunza, alafu linakufunza maneno unafaa kusema. Haleluya.
tuzamure Yesu icumu. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ni mugihe wabishura. Lakini ni saa zile umefunuliwa. Ni mugihe wavyumvishije. Saa zile umesikia. Daudi kugira ngo yice Goliath. Ili Daudi amuue Goliath. Yasanze Goliath ngo yariko yegura umutwe. Alikuwa anampata Goliath akiinua kitu. Bakamaja mu ndani. Na waume wanakimbia. Ariko ngo yumva Goliath. Lakini akasikia Goliath. Ariko atukubwoko bw'Imana. Akitusi taifa la Mungu. Na hata anawatusi na Mungu wao. Akasema huyo nani? Ambaye anatusi Mungu. Na anawatusi pamoja na taifa lake. Akakumbuka maandiko katika Walevi inasema yote atakayemtusi Mungu anafaa kuuliwa kwa mawe. Ndipo alienda akachukua mawe kwa sababu alikuwa amefunuliwa maandiko. Tukifunuliwa maandiko utushindia vita. Vita tunalopigana ama matatizo tunayopatana nayo huwezi shinda bila kuwa na neno. Kinachotufanya tushinde ni maandiko matakatifu. Haleluya. Tukiwa na neno la Mungu Ibilisi hukuja, lakini kinachotupa nguvu na kushinda Ibilisi ni maandiko. Najua Ibilisi amemjaribu Yesu, na Yesu alikuwa na siku nyingi bila kula na kunywa, siku 40, lakini Ibilisi akakuja kwake. Haleluya. Haleluya. Satani aramuhangara, Ibilisi akamkujia, ariko Yesu aramugira ngo birandike. Lakini Yesu akamwambia imeandikwa, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate bali anaishi kwa neno. Kwa sababu ya kutoelewa maandiko tunakujiwa na Ibilisi, tunakuwa na vita fulani. Kipatana na vita napigana kama mimi, napigana kama binti ya, na nikipigana kama binti wa kabila fulani vile nitakavyoenda lazima nishindwe, ama niende kama mtu fulani naweza nikashindwa. Lakini ukiwa umefunuliwa maandiko unaambia Mungu nipiganie, 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 uniwezeshe kuwa mwenye haki. Sisi tunaopigana tukiwa tumefunuliwa neno. Unajua vita unayopigana na kujua vita hii naweza nikapigana nikisema, ama naweza nyamaza, maana naweza kuangalia na macho tu. Kinachotufanya tusijue vita ni kutojua neno. Yesu angelimwambia Ibilisi, mwambia toka mbele zangu Ibilisi, kwa maana alikuwa na nguvu kuliko yeye, lakini mambo ya Yesu yote ni zidi kuliko ya Ibilisi. Lakini Yesu amemwambia imeandikwa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Chane haleluya. Amen. Bakristo bene dada, Wakristo ndugu zangu, kwa vita tunapigana nayo ni kusema imeandikwa. Kumbuka neno, kumbuka imeandikwa. Haleluya. Haleluya. Ikintu cha gatatu, jambo la tatu. Haleluya. Haleluya. Iyo twayishuri bizanditswe, tukiwa tumefunuliwa maandiko, cha gatatu bizabidukora, jambo la tatu inatufanyia, nivyo bizabituma twizera, ndiyo inatufanya tuamini. Buri yanti wo kwizera, huwezi amini utishingikirije kubyanditswe bila kuwa na msingi wa neno. Maandiko matakatifu ndiyo ufanya tuamini. Biblia husema imani uleto na kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kama usikii neno huwezi kuwa na imani. Lakini imani kwa nini inafika? Kwa nini imani ikue? Ni saa zile tumesikia neno la Mungu. Tukiwa tumesikia neno, tukiwa tumefunuliwa neno, pokeeni neno la Mungu kama panga ya Roho. Ibilisi yeye ana ukorofi, anaweza kuwa na ukorofi, anawakorofi watu, analeta vitu ambazo ni kama tamu, watu wakiangalia na wanaweza kuangalia. Unapata Ibilisi hapo ndipo amewaibia watu, lakini kwa huo ukorofi wake, ujanja wake, tunamshinda kwa neno. Saa zile tumesikia na tunatembea kwa neno. Imani haiwezi kukufikia hivi. Imani utufikie. Haleluya. Amen. Saa zile tumesikia neno. Kwizera niko kuza. Imani ndiyo huja kwanza. Na kukuambia Mungu yupo. Inkuru ni impamo. Habari ni kweli. Mungu yupo. Hayo weze amuka asubuhi ujue tunaambiwa na neno. Imani uletwa na kusikia, na kusikia neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Chane haleluya. Haleluya.
ikintu cakane jambo la nne iyo ijambo ry'Imana ryatugeze neno la Mungu likitufikia iyo twahishuriwe ivyanditswe tukifunuliwa maandiko niryo rizariturinda gukora ivyaha ndilo utulinda kufanya dhambi uweze tenda dhambi ukiwa na neno la Kristo. Biblia inasema muweze kufarijiana kwa kuweza kuambiana maneno haya. Kwa Kristo ndugu zangu, kile tunafaa kudhamaniana ni neno la Mungu likiwa limetufikia hutuandaa hututengeneza na kutukubalisha dhambi uweze tenda dhambi vile unavyotaka ukiwa na neno la Mungu. Daudi amesema vema, asema nimeliweka neno ndani ya moyo wangu ili nisikusokose. Ukiwa umeweka neno ndani ya moyo, neno la Mungu likiwa ndani ya moyo wako, uweze tenda dhambi. Dhambi zikija kiasi kipi, unakumbuka lile neno liko ndani yako. Funuliwa maandiko. Ikintu cha nyuma soza. Jambo la mwisho. Iyo twahishuriwe tukifunuliwa maandiko. Izanditse zatwishuriwe. Maandiko yakiwa yamefunua. Mungu anatufunulia maandiko. Na kujua neno la Mungu. Ndiyo furaha ndani yetu. Moto wa furaha ndani ya Wakristo. Hakuna pahali pengine inatoka. Ni katika maandiko. Ukisikia neno, unaweza ukacheza na kufurahi. Hisia upanda, lakini inakuwa ni ya hapa. Lakini tukiwa tumesikia neno, ndipo tunakuwa na kanuni. Unakuwa na kanuni za kutembelea. Kwa maana umesikia neno. Neno la Mungu ndiyo Pentekoste ndani yetu. Ndiye moto unayekuja ndani yetu. Ndiyo taa inayomulika. Yeremia amesema maneno yako baada ya kupatikana nimekula na ikabadilika kuwa furaha na tabasamu. Tukisikia neno inabadilika kuwa furaha na hata tabasamu. Lakini kuna watu ambao wamejenga kwa kisirima wakisema mhubiri akimaliza haraka mpiga kinanda asimame tuweze kucheza. Ni kusema kusimba ni vizuri na kuna vitu hufanyika, lakini kilicho kikubwa ambacho tunafaa kufanya na kuishika na ndiyo tuweke mbele ni kusikia neno, kusoma neno na kuamini neno. Ndiyo moto wa furaha ambayo inamulika ndani yetu. Ukitembea unasikia umeimarika. Mkristo mzuri, Kristo anasikia neno. Ukisikia neno huwezi kwenda kwa udhaifu. Kwa nini watu wanaenda kwa udhaifu? Kwa maana hakuna neno. Lakini wacha neno la Kristo likaa ndani yetu likiwa limejaa, likiwa na hekima, ndipo tutaweza kujua. Neno la Mungu ni taa ambao mulika pahali kuna giza. Neno la Mungu ndile panga ya Roho. Mkristo anafaa kutembea nayo. Hakuna silaha nyingine ambayo tunafaa kwenda nayo isipokuwa silaha neno. Wakristo ndugu zangu, neno la Mungu ndilo uunga. Neno la Mungu ndilo ubadilisha. Tumsimu, tumwambie Mungu jioni hii hakuna kingine tunahitaji. Kuna kingine tunahitaji. Tunahitaji kufunuliwa neno. Imani himbaswe. Hallelujah! 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 Neno la Mungu ndizo nguvu za Kristo. Neno la Mungu ukisoma na kusikia, ukifunuliwa unakosa usingizi. Unasikia unalala ukiomba, unaweza soma sana ama unafikiria. Neno la Mungu ndilo utukuza ili mtu wa Mungu awe kamili akiwa na yanafaa. Hallelujah. Hakuna pahali pengine tunaweza kutoa yanayotuimarisha. Pahali pengine tunaweza toa chakula. Chakula kitamlisha Mkristo ni neno la Mungu. Kwa kawaida mtu akitaka kufanana vizuri hula. Mtu yote ambaye ako sawa ni kwa sababu amekula. Na kwa kiroho pia ili uwe smart. Ni kwa maana umekula neno la Mungu. Ndiyo chakula cha Mkristo. Ndicho kutumaisha. Wacha tumsimu Mungu. Tumwambie Mungu
jioni hii utufunulie neno la Mungu ili tuweze kukusikia, kwa maana neno Haleluya. neno la Mungu ndiyo pumzi ya Mungu, ndilo lugha la Mungu. Kisoma Biblia na kusikia, unaongea na Mungu. Wezi ongea na Mungu bila kupitia kwa neno lake. Tuamini neno lake. Kitaka kuishi maneno ambayo maisha yanamfurahisha Mungu, soma neno. Kuna watu hujiuliza, je, wengine wanaongeaje na Mungu? Wanaongea na Mungu kupitia neno lake. Wengi wamechukua Biblia, chukua kama vitabu kama vingine, wanachukua Jumapili na wanaleta, na hata wasikii pale wamesema wasome. Wanatafuta verse, wanatafuta mwanzo, wanatafuta kwa hawajui kweli, kwa maana hawachukuli kwa dhamani. Lakini wacha tudhamanie neno la Mungu. Kuongea na Mungu kuzuri kupitia kwa neno. Manabii wanaweza wakatabiri, lakini unabii usio changanya ni katika maandiko. Ukitaka unabii usio changanya, ukitaka kuwa na agano ambazo hazichanganya, agano ambazo si fake, amini maandiko, soma maandiko. Neno la Mungu ndilo ambalo tuandaa, ndilo utubadilisha. Neno la Mungu ndilo utufanya tuwe waume wa kuaminiwa. Hakuna kingine kinawezafanya mtu awe mume wa kuamini isipokuwa kufunuliwa maandiko. Tufunuliwa maandiko. Mungu awabariki sana.